Palikuwa na furaha, palikuwa na sherehe kubwa sana, na akatuonyesha hata huko mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu panakuwa na sherehe kubwa, malaika wanashangilia, mbingu zinamtukuza Mungu kwa kuwa aliye mfano wa sura yake amerudi kwenye mahusiano yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukaona mwenye dhambi anathaminika sana machoni pa Mungu anaporudi na kutubu. Na tukaona mifano mingi, kuna waliopotea wenyewe, kuna waliopotezwa, na kuna waliopotea kwa ukaidi wao wenyewe, lakini wote walipaswa watafutwe kwa gharama na warejeshwe. Lakini pia tukaona jinsi ambavyo Mungu anavyompokea mwenye dhambi na kumvua vazi ovu ama baya na kumvika vazi lingine la utukufu, kukamilisha sheria ya kupata faida ya ukombozi. Maana tunapozungumzia ukombozi, tusiishie tu kuzungumzia ukombozi kwamba tumekombolewa, tumeokolewa, tumesamehewa dhambi. Kumbe kuna kukamilisha sheria ya kupata faida kuhusiana na ukombozi huo ambao Yesu ametupatia. Ametupa zawadi ya kutukomboa bure kabisa, lakini pia na sisi tunapaswa kupata faida kutokana na ule ukombozi. Leo maneno ya Mungu yatatuambia tunapataje faida kupitia huu ukombozi. Wewe uliyeokoka na wewe utakayeokoka unapaswa kupata faida gani, na hiyo faida inakuja kwa njia gani? Ndicho ambacho leo tunakwenda kujifunza, kukamilisha sheria ya kupata faida ya ukombozi. Kitabu cha Injili ya Yesu kama alivyoiandika Luka mtakatifu sura ile ya 19. Injili ya Yesu kama alivyoiandika Luka mtakatifu sura ile ya 19 kuanzia ule mstari wa 12. Kuanzia ule mstari wa 12 mpaka ule wa 27. Injili ya Yesu kama alivyoiandika Luka mtakatifu sura ile ya 19 na ule mstari wa 12 mpaka 27. Tukaone maneno ya Mungu yanavyotuambia kuhusiana na kukamilisha sheria ya kupata faida ya ukombozi. Unapopata faida, basi kuna kitu unahitaji kukikamilisha ili wewe upate faida kupitia huo ukombozi uliokombolewa. Usiishie kukombolewa tu alafu usiwe na faida ya huo ukombozi. Kumbe tunatakiwa tupate faida kupitia ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyotukomboa pale msalabani. Maneno ya Mungu yanasema kuanzia ule mstari wa 12, yanasema kwamba basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema,
mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia, huyu naye wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso, kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona ukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Akawaambia waliosimama karibu. Akamwambia, Bwana, anayo mafungu 10. Nawaambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa muachinje mbele yangu. Mungu alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jumbe wetu unasema kukamilisha sheria ya kupata faida ya ukombozi. Kukamilisha sheria ya kupata faida ya ukombozi. Tunapokuwa tumeokolewa kwa damu ya Yesu, tumekombolewa. Mungu ametukomboa kupitia mwanawe aliyelipa gharama, aliyelipa fidia. Sisi tuliokombolewa hatupaswi kukaa hivyo tu. Hatupaswi kubweteka na huo ukombozi. Hapana. Neno la Mungu linasema kwamba tunatakiwa kufanya biashara kupitia huo ukombozi tuliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na katika maandiko haya tunapata mambo 5 yaliyoko hapa. Jambo la kwanza kabisa ni kutambua nini ukombozi uliokuja kwetu. Nasema Mungu ametupa sisi ukombozi wake mkuu. Maana Mungu ametupatia ukombozi ulio mkuu, na kama ametupatia ukombozi ulio mkuu, basi tuna haja ya kutumia huo ukombozi vizuri ili tupate faida. Biblia imetuambia maneno haya, ikazungumzia kwamba mtu mmoja alikuwa na mpango wa kwenda kutafuta ufalme mahali fulani, na kabla hajaondoka akawaita watumwa wake, na aliwaita watu 10, na yeye akiwa na fedha mafungu 10. Lakini kati ya wale watumwa 10 tunakuja kuona watumwa 3 ndio waliopokea yale mafungu ya fedha. Na zaidi ya yote, kati ya wale 3 mmoja anafanya tofauti, na pia kuna wengine 7 wamebakia. Hao 7 walikuwa upande gani? Hao 7 walifanya nini? Na baada ya matokeo sasa nini kiliendelea? Wapendwa, tunapokuwa tumeokolewa, tunapokuwa tumekombolewa, tunahitaji sana faida ya ukombozi tulio nao ni kuzalisha, ni kufanya biashara tofauti. Kuna aliyepewa fungu 10. Kwa Mungu mimi naona hapa kwa mujibu wa Biblia ilivyoandika, yalikuwa ni mafungu 10. Maana mafungu 10 kwa ule
wa kwanza alisema alipewa mafungu 10 akazalisha 10. Ina maana wote walipewa mafungu 10. Lakini kwenye biashara pakatofautiana namna ya kupata faida. Haleluya. Haleluya. Wote hatutapata faida kwa pamoja ya kufanana. Kuna wewe faida yako ya kumleta mtu mmoja tu kwa Yesu, na kule mbinguni utapata thawabu kubwa sana kwa sababu ya hiyo nafsi moja. Haleluya. Na ndivyo sasa maandiko yanavyotueleza kwamba tunatakiwa kutambua Mungu ametupa sisi ukombozi huu. Na kipengele cha pili inasema kuchukua ukombozi huu na kushirikisha watu wenye dhambi. Tunachukua ukombozi huu ambao Yesu ametupatia sisi, ameanza na sisi, na baada ya sisi tunashirikisha mtu mwenye dhambi kwamba Mungu amenitendea hiki, Mungu amenifanyia hiki, na mimi naenda kumshirikisha mwingine. Leo hii Yesu amewatendea miujiza wengi sana. Mungu amewafungua wengi. Mungu amewaponya wengi. Nisikilize nikwambie. Ukitaka muujiza wako udumu, huo uponyaji udumu, huo ukombozi ukae muda mrefu, usianguke kwenye dhambi, ni pale ambapo utachukua hatua kwenda kuambia watu habari za yale aliyokutendea Yesu maishani mwako. Haleluya. Haijalishi kwamba umesoma wala hujasoma. Tunaona kwenye nchi ya Wagerasi yule bwana aliyekuwa makaburini muda wote, baada ya kuponywa tu anapewa agizo la kwenda kufanya biashara ya kila ambacho amepewa na Yesu. Akamwambia, Bwana, mimi nitakufuata. Akamwambia, rudi nyumbani kwenu, kwa watu wa nyumbani kwenu, kawaambie yale ambayo Bwana amekutendea. Na yeye akaondoka, hajafundishwa kuhubiri, hajafundishwa maandiko, alienda akashuhudia yale ambayo Yesu amemtendea. Hii fedha na kukabidhi yote, halafu baada ya hapo na kuongezea na mamlaka juu ya miji 10, uwe mtawala. Ndivyo ambavyo Mkristo leo hii unapookoka na unapookolewa, unaposhirikisha wengine habari za wokovu ambao Yesu amekutendea au muujiza aliyokutendea, tambua kwamba ile eneo unapewa kumiliki kwenye ulimwengu wa roho na kwenye uhalisia. Hakuna atakayekuwa juu yako. Hata kama kuna mchawi mtaani kwako, jirani yako atakuwa chini yako wewe, maana umepewa mamlaka ya kumiliki miji 10. Sasa hapa tulipo hapa, kila mmoja akimiliki miji 10. Sisegeze yote hii tunaimiliki, na yote tunaigeuza tunaileta kwa Yesu. Haleluya. Na kama tunamiliki juu ya miji 10, maanake tunamiliki baraka zote ambazo zinatakiwa ziwepo kwenye mji huu. Na tunaanza sisi walokole, tuliokombolewa, tuliookolewa, tunatakiwa tumiliki. Haleluya. Yesu anahitaji ushirikishe wenye dhambi, anahitaji ufanye biashara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna nyumba moja, unajua bana, upako ni mtaji. Upako ni mtaji. Usipate upako hivi hivi kautumia bila faida. Upako ni mtaji. Daudi mwenyewe alikuwa na upako. Alipokuja kwa habari ya Goliati, akawauliza, kabla anajua kabisa huyu Mfilisti huyu nampiga huyu, sasa siwezi kutumia upako wangu ule bila faida. Akawauliza, je, mtu akimuua huyu Mfilisti atapewa nini? Ni upako. Atapatiwa nini? Wakasema, mfalme amesema atamtajirisha, atampa na mke na familia, haitatozwa kodi na ya nchi. Sema, sawa, nishajua lazima nilipo hapa, natumia upako huu ili nipate malipo. Haleluya. Haleluya. Nikakupa nyumba moja, sijui walifanya fanyaje ile nyumba, sijui walidhulumu, sijui ilikuwaje,
Ile nyumba haikaliki. Nyumba nzuri ina kila kitu, haikaliki. Ishakuwa pango. Population. Sasa nilipoelezwa habari zake kwamba hii nyumba hawakaji watu, hawakai, mimi nikauliza nani mwenye nayo, akapatikana. Kamuuliza kwa nini hii nyumba haikaliki? Akasema ndugu yangu, hiyo nyumba haikaliki. Leo miaka karibia 10 hakuna mtu anayeweza kukaa, na walishatangaza mtu yote akiweza kukaa na leo bure, lakini umeshindikana. Nikasema asante Yesu, hii fursa hii. Nikamwambia mimi nataka kitu fulani tu, nataka hii nyumba watu wakae. Akasema ni kweli wewe kijana wewe, wachungaji walishaomba sana. Nikamwambia achana na kuomba sana, achana na kuomba sana. Mimi najua nina mtaji, na huu mtaji nahitaji nikapate faida, nikafanye biashara. Tukaelewana, tukakaa mezani. Nikamwambia leta advance kwanza hapa. Akaleta upako. Yaani wewe ukiona nyumba hailaliki, mwambie tu, kwa nini jirani haulali? Nipikie leo pilau hapo nije niwe. Kuanzia leo utakuwa unalala. Ukifika pale hamna hata maombi mengi. Ukimwambia Bwana Yesu karibu tule pamoja pilau hapa. Maana ulisema ukigonga mlango, mtu akifungua, utaingia, utakaa naye, utakula naye, utatembea naye. Sasa naanza kukaribisha kula kwenye nyumba hii, na baada ya kula tembea na familia hii, lala na familia hii, watakaa salama siku zote. Haleluya. Shirikisha upako huo. Yawezekana pilau mpaka siku ya Krismasi. Gonga pale, mwambie andaa pilau jirani yangu hapo. Tuje tuweke sawa mambo hapo. Kuna zindiko moja linaitwa Yesu. Linajitosheleza hilo. Halihitaji mitishamba. Ukimpeleka kwenye mitishamba, yeye anaitwa ni mti wa uzima. Haleluya. Haleluya. Ukimpeleka kwenye maji, yeye ni chemichemi ya maji yaliyo hai. Ukimpeleka kwenye msosi mwanangu, yeye anaitwa ni mkate. Unajua mkate ule Bwana wa Yesu ni wa tofauti. Adui yako Biblia inasema mfanyeje? Mlishe. Yaani kama una adui mwalike tu, andaa kasherehe kadogo, mwalike, ale ashibe. Akishiba atakuja kukuomba msamaha mwenyewe. Haleluya. Na akicheza vibaya, asipokuja kukuomba msamaha, ataangikwa kwa sababu ya ule mkate. Kwani ama nilikuwa Esther alienda kaandaa buffet mwanangu. Ikatengwa pale wakala. Mfalme alipokula kasema hiki chakula sijekula hata siku moja hiki chakula. Mbona kitamu sana? Esther unataka nini? Msema haraka. Yaani chakula mle tumboni hakikai, kinataka majibu. Esther kadeka. Mimi na watu wangu. Nani huyo? Kumbe waziri wake yuko hapa. Akasema kuna mtu mbaya, mtesi, tena mwovu. Esther useme yuko wapi? Wakati kwa makamanda maaskari wengine wanasubiria tu atajwe nani, bila kuuliza kwamba huyu ni mheshimiwa wala nani. Alipotaja tu Hamani, pale maaskari washafika. Alafu akamwambia mfalme, sikiliza, huyu jamaa aliandaa mtu wa kumwangika Mordekai. Sasa tufanye kama kaangikeni kwenye mti. Haleluya. Haleluya. Ukiwa na upako wa kushirikisha watu, maadui watakuchimbia shimo, watadumbukia wenyewe, halafu wewe utavuka, utaenda kusimulia matendo makuu ya Mungu. Utaenda kusimulia matendo makuu ya Mungu. Shirikisha biashara hii ya upako. Biblia hapa imetafsiri kwamba fedha zinawakilisha nguvu ya Mungu inayoongezeka kila wakati. Ndiyo kusudi ya Mungu. Jiulize moyoni mwako umetawaliwa kiasi gani? Kwa nini haki zako zipatikane? Ni jioni ambayo Yesu amelituma neno lake, anatushirikisha ukombozi, na katika ukombozi huu kuna faida.
iko faida mpendwa, iko faida kwa ajili. Inamisha kichwa chako na moyo ulipo. Inamisha kichwa chako. Yesu, kibali chako jioni ya leo uniandike jina langu kwenye kitabu chako cha mwana kondoo cha uzima milele. Damu yako Yesu itiririke, damu yako Yesu itiririke ndani yangu. Wakati huu karibu moyoni mwangu, wakati huu ni ukombozi wako wa damu yako. Unitenganishe na hiyo nguvu ya mizimu ya ukoo, unitenganishe na hiyo laana niliyotamkiwa. Yesu, hiyo damu yako iliyomwagika Kalvari, Bwana Yesu, initakase, inisafishe, inioshe. Na kuanzia sasa napokea ukamtoa mfano wa ile Kabaila. Bwana, na sasa Bwana umeachilia neema ya ukombozi, neema ya ukombozi. Wakati huu Baba umeachilia neema ya ukombozi. Wakati huu Baba umeachilia neema ya ukombozi. Wakati huu Baba, wakati huu kwa watu wako, kwa watu wako, kwa watu wako. Kila hatia aliyodaiwa, kila hatia aliyodaiwa, hiyo hatia imeondolewa, hiyo hatia imeondolewa, hiyo hatia imeondolewa. Haki yao ya kukombolewa, ya kukombolewa, ya kukombolewa, ya kuokolewa, ya kuokolewa ni sasa, ni sasa, ni sasa, ni sasa. Na mimi Bwana, watumishi wake, nakuita kwa ajili ya watu wao, nakuita kwa ajili yao, nakuita kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya ukombozi wa nafsi yao. Baba, damu yako, 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 damu yako ilishinda, ilishinda hiyo roho ya mauti, ilishinda hiyo nguvu, ilishinda. Damu yako Baba, damu yako Bwana, damu yako, damu yako, damu yako ni agano lililo bora, ni agano lililo bora kuliko agano na sadaka ziwazo zote, zote, zote. Bwana Yesu, kuna watu ambao wamemilikiwa na nguvu za giza, wamemilikiwa hizo nguvu zilizopokea sadaka, 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 sadaka zilizonena, zilizonena, zilizonena za kafara, zilizonena, zilizonena zinatambuliwa, zinatambuliwa na damu ya Yesu, zinatambuliwa hizo sadaka, hizo sadaka, hizo sadaka zote, sadaka zote, 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 zote walizotoa kwa ajili yako, walizotoa kwa ajili yako, hizo sadaka, hizo sadaka, hizo sadaka, naita damu
jina la Yesu Kristo. Wanatazama wengine wako mbali, lakini wanasikia sauti yako. Bwana, kwa mamlaka ya jina lako Yesu, sauti Baba ikawa ni sauti yako, ikawa ni nywele vitandani, ikakomboe, kwenye vitanda walivyolalia, kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya vifungo, kwa sababu ya nira, na vifungo kwa damu ya Yesu. Naruhusu damu ya Yesu, naruhusu damu ya Yesu inavunja, inaharibu hiyo nguvu kwenye nyumba iliyojaa mazingira. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, natuma damu ya Yesu kwenye tumbo, natuma damu ya Yesu inakanyaga, natuma damu ya Yesu inavunja. Komboa na Yesu, utatukomboa na Yesu na magonjwa yote kwa kupiga kwako Baba, kwa mijeledi iliyotoa kwenye mwili wako. Ulibeba magonjwa yetu yote, ulibeba kila aina ya magonjwa, ulibeba kila aina ya udhaifu. Tazama sauti inayotamka ugonjwa kwa jina la Yesu, na haribu nguvu ya ugonjwa na kuiamuru pakatia kwa jina la Yesu. Ondaka, una mamlaka, una mamlaka. Wewe ugonjwa unashika mishipa, unashika damu, unashika mifupa, unashika nyama ya mwili, sai na mimi na damu ya Yesu, na mimi na damu ya Yesu inaondoa, inakomboa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, inuliwe jina lako, itukuzwe jina lako Bwana. Wewe ni Mungu mwaminifu na haki. Kwa ajili ya watu hawa, neema hii wafanike, neema hii dhihirishe uponyaji, na pale wanapoanza kunena ya kwamba umekwisha kuwaponya, ndivyo Mungu kadhihirisha. Dhihirisha katika mwili, dhihirisha katika nyama na mwili, dhihirisha Bwana Yesu.